kufanana na yeye kabisa. Hiyo ni physical umbu ndio imebeba, ndio imefanya kazi hiyo. Kwa hivyo hiyo ni physical umbu ambayo wanaume hawana, lakini mama ako naye. Namba 3, spiritual umbu. Spiritual umbu iko kila mtu ako naye. Hii ni ile inamfanya mtu atafute Mungu, anamfanya ahusika sana na dini, afanye maneno ya kusoma Biblia, kutafuta ufalme wa mbinguni. Hiyo iko kwa mama na iko pia kwa baba. Sisi zote tuko naye. Alafu lingine la 4 ambaye iko kila mtu naye ni emotional umbu. Emotional umbu ni ile ambaye hii umbu iko in charge of relationship. Yani inahusika na mahusiano yetu. The emotional umbu inahusikana na mahusiano yetu. Yani umbu yani hisia zetu, our emotions, hisia zetu. Kwa hivyo inahusika na emotional relationship. Na hii unaposikia mama akisema, mimi nimechoka na hii nyumba, hata mimi nataka kabisa nihame niende. It is the emotional umbu ndio iko naongea. Inalia, inatangaza, inalia, inaomba msaada. Inaona hapa amefikishwa mahali hataki. Hiyo ni emotional umbu. Alafu unasikia mwingine anasema, nitakukatakata na panga. Hiyo ni emotional umbu ndio inaongea. Kwa hivyo katika emotional umbu ambaye baba na mama wako naye, iko in 2 sides. Iko sides ya pleasure. Side ya pleasure ambaye tuatua yetu iko, ambaye watu wakikaa pamoja wanafanya mahusiano yao vizuri. Alafu iko side zingine ambaye inapata madhara. Yani inakuwa wounded. Inakuwa wounded. Inapata majeraha. Inapata majeraha wakati mwingine anapoongea mambo makali kwa mwenzake bila kujali mwenzake. Hiyo emotional umbu inakuwa hurted, inakuwa wounded. Ndio unasikia watu wanakaa wakikasirikiana kila wakati. Wanakuwa wakali, kila mtu anakuwa mkali. Hata kusikia mambo ya mwingine, ndio unasikia watu iko furuku, wako wanapikana, wanafanya nini. Na ni baada tu ya harusi wali hapa pale kanisani wakasema, nitakuchukua kwa mabaya na kwa mazuri, nitakaa na wewe. Lakini sasa mambo imeharibika, haiendi kulingana vile waliapa pale kanisani. Kwa hivyo nataka niseme ya kwamba unapokaa na mwenzako, wewe jaribu kujifunza kusoma mwenzako. Anapenda nini, anakataa nini, ni mazungumzo gani inamkasirisha. Be sensitive. Unajua watu wamekaa tu yani umekaa na mtu mwaka moja, mwaka wa pili, na hata huna habari, hata ujui anapenda mazungumzo gani. Kuna mazungumzo mengine ukijaribu kuzungumza na mzee, unaona mzee ananyamaza. Umemwambia kitu na amenyamaza, hajakujibu, amekataa. Unajaribu kuongea na yeye hajibu wewe. Unaona amekataa. So jaribu kubadilisha. Unaona hapa nimekanyaka waya mbaya. Hata wasee pia, ukiona unazungumzia mama na akujibu, amenyamaza, wewe ujue hajafurahishwa na hiyo. Kwa hivyo ujue ni nini inamkasirisha. Na kama kuna vitu ukiongea na anafurahia kabisa, basi kanyaka hapo kila wakati. Endea hapo. Maana hapo you are connecting. Hata ukisikia watu wanaposema, huyu mtu huyu mzee ako hivi na hivi, mama anatoa maneno ndani ya moyo wake, usiseme kwamba anaharibu nyumba yake. They are connecting. Kwa sababu ako anatoa kile kiko kwa moyo wake. Kwa hivyo nimesema find out ya kwamba
mwenzako hata ukiamka asubuhi na uenda kazini na ukirudi, kama uliwacha mama labda alikuwa na hiyo kwa mambo ya hedhi yake hiyo, alikuwa nasikia kabisa uchungu hapo chini ya tumbo, na alikuwa naongea maneno ya uchungu. Ukirudi jioni kama mzee wa furaha, uliza mama, leo umeshindaje? Nilikuacha asubuhi ukiwa kwa hiyo mambo yenu na ulikuwa unasikia uchungu. Pato unasikia uchungu ama unajisikiaje? Umeshindaje? Hiyo sasa unaongea, yani ukitaka kujua kama tua itakuwa ama haitakuwa. So unaona? Yani umemjulia hali. Utaona hata kama mlikuwa mmekosana asubuhi, unarudi unasema nilitoka na tukawa hatukupatana kwa jambo fulani. Niyo ndio sababu nimekuja mapema niweze kujua tuongee ilikuwaje. Wewe utasikia sasa mama anaongea anasema, kila siku wewe unanifanya hivi. Wewe kila siku. Usiseme ya kwamba ako na haribu. No, they are connecting. Na kufika usiku, ikifika saa ya tuatua, utaona tu mzee akitaka tuatua na mama anakubali kwa sababu alitoa tension zake, aliongea. Kwa hivyo ya kwamba kitu ambacho kiko ni kuwasiliana kila wakati, kujaza ile umbu ya emotion, jaza kwa mambo mazuri, mwenzako ukamjazie na yeye pia akujazie. Unajaza ukifanyie mambo mazuri, ukiongea mambo mazuri. Alafu iko kitu kingine ya kwamba zoea kugusana, touch each other. Yani ofyo tu, kusagusa tu ofyo tu. Si ya kwamba unapima mahali fulani na kufanya nini. Hapana, unagusa yeye tu. Kwa nini ukamguse? Katika maumbile ya mwanadamu Mungu aliweka mambo matatu, karibu matatu manne katika maisha yetu, ya kwamba ukimtaja kuna hormones, kuna hormone ambayo inaitwa endorphin, alafu kuna ingine inaitwa endorphin, alafu kuna ingine inaitwa serotonin, na kuna ingine inaitwa dopamine. Kwa hivyo hizo hormones ukigusa mtu na inakuwa released. Na hii hormones haitokei, haimwagiki wakati tunakunywa chai, wakati tunalima shamba, lakini inamwagika tu wakati unamgusa mtu. Unamgusa mtu mwili kwa mwili, ndio unasikia hizo vitu vinamwagika. Kwa hivyo ukitaka kumtayarisha ni kumgusa, gusa tu. Hata kama ako anafua nguo, unatokea tu huko nyuma na unamshika, unasema habari ya kufua hapa, kunaendeleaje? Mama anastuka, anasema na umenistua, sikuwa nimekuona, na anacheka. Kucheka huko amefurahi. Hata na yeye mama pia, mzee anapokula na unaamka tu unakaa pana kidogo na unajifanya sasa unataka kupita, alafu unaangalia kwa kichwa yako, unasema umeanza kumea nywele nyeupe na unagusa hiyo kichwa yake. Si ati unatafuta nywele, hapana, uko unatafuta tu kumgusa. Kwa hivyo ya kwamba unapofanya, na nataka nikwambie kwa nini ni ya maana sana ya kwamba tuatua humbles a woman. Hiyo ndio sababu ni nzuri ukaitafute. Kumbukumbu la Torati 22 verse 29. Deuteronomy 22:29 inasema hivi: yule mtu mume aliyelala naye na ampe baba yake yule kijana shekeli 50 za fedha, kisha na awe mkewe, kwa kuwa amemtweza, hana ruhusa ya kumwacha siku zote. Kiingereza ndiyo inaweka vizuri. Kiingereza inasema, then the man that layeth with her shall give unto
damsels further 50 shekels of silver, and she shall be his wife, because he hath humbled her. He has humbled her. Kwa hivyo tuatua ina humble mama, inamfanya mama hata kama alikuwa na kiburi na kasheshe, utaona ya kwamba atakuwa very humbled, ana furaha, anakaa vizuri. Kwa hivyo ya kwamba usianze kunyimana kwa nyumba zenu, vile nilisema siku hiyo wiki iliyopita, 1 Corinthians 7 verse 1 to 5, na kwamba msinyimane. Lazima muwe mmepatana, labda kwa maombi mnataka kuenda kufanya kukesha, labda mwingine ni mgonjwa, mnaelewana kwa nyumba yenu. Lakini maneno ya kusema kila siku, mimi nimechoka, mimi sina hamu, mimi ni mgonjwa. Nikwambie, ukiwa mgonjwa enda hospitali utibiwe. Kwa hivyo leo nilikuwa naongea uzuri wa kukaa pamoja katika mahusiano. Mungu alijua kwamba hii kitu ni nzuri na inaleta watu pamoja na inafanya watu wafurahiane pamoja. Haleluya. Pika Radio kwako mwelekezi wangu, nataka nijue kama kuna mtu ako na swali ama ako na comment, na ukitaka kunipigia simu tutaongea na wewe baadaye, hata nikuombee katika familia yako. Chukua tu namba yangu ya simu 0721717210, Airtel 0780012636. Asante na Mungu awabariki. Kwako mtangazaji wangu, tupate kutoka kwa wanenaji wetu, wasikilizaji wetu.